Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ilihitajika Mungu awainulie msaada, na kwa mara ya kwanza neno Pasaka likatumika wakati Mungu anazungumza na Musa, anamweleza juu ya namna watakapotoka utumwani, kwa sababu walikuwa kwenye nchi ya utumwa ambayo wametumikishwa na Wamisri. Na sababu ya wao kuanza kutumikishwa ni kwa sababu waliingia msimu mpya wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kati ya kitu tunachopaswa kujua, kila mahali unapoachilia sadaka unafungua msimu wa kiroho. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mahali unapoachilia sadaka kuna msimu wa kiroho ambao unafunguka juu ya maisha yako na hata ulimwenguni. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 8 unaona baada ya gharika kutokea, Biblia inasema mpaka majira yalivurugika. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kipindi ambacho Mungu aliachilia gharika. Unaelewa, ujio wa Yesu unafananishwa na jinsi ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Kwa hiyo ukitaka uelewe jinsi Yesu alivyofunuliwa na jinsi Yesu atakapofunuliwa, unarudi kusoma kitabu cha Mwanzo. Bwana asifiwe. Kwa sababu kulikuwa na uovu uliokithiri, na Mungu akaachilia gharika, lakini waliopona alikuwa ni Nuhu pamoja na familia yake, pamoja na wanyama walioingizwa kwenye safina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na imefika zile siku 40 zimeisha, ile adhabu ya Mungu imetimilika, na Nuhu anatoka anakuta dunia imekosa shape. Hivi umewahi kujiuliza, yaani ulale wa mke alafu dunia nzima umebaki wewe na familia yako? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utafanya nini? Kwa sababu ghafla maisha yanakosa ladha, hayana thamani tena. Unajua kuna vitu nikuhakikishie, 90% ya vitu unavyofikiri unavitafuta sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu. Bwana asifiwe. Niseme hivi, yaani hata kuvaa, wachache wanaovaa kwa ajili yao, lakini wengi wanavaa kwa ajili ya nini? Ya watu. Watanionaje? Bwana Yesu asifiwe. Sasa fikiri, imefika mahali ambako Nuhu, wanadamu wameshaangamizwa na gharika, na ameingia msimu mpya. Wanyama wameharibiwa, mimea imeharibiwa, kila kitu kimeharibika. Ili Mungu amsaidie, Nuhu alichokifanya, alisimamisha madhabahu. Na aliposimamisha madhabahu, Mwanzo sura ya 8 ukisema utaona hiyo habari. Aliposimamisha madhabahu, maandiko yanasema akatoa nini? Sadaka. Baada ya Nuhu kutoa sadaka, ndio ukiendelea Mwanzo 8:22 ndio unaona Mungu anasema majira ya kupanda na kuvuna, mchana na usiku, kiangazi na nini, hayatakoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake alikuwa ameshavurugwa yale majira. Bwana asifiwe. Kwa nilichotaka uelewe ni kwamba kila mahali mtu anapoachilia sadaka kwenye ulimwengu wa roho, anafungua msimu mpya wa kiroho. Kwa hiyo Yesu kama sadaka alipoachiliwa msalabani, kuna msimu mpya wa kiroho uliofunguliwa. Na ndio maana ukitaka uelewe, Yesu alipozaliwa tu hata miaka ikafutwa, wakaanza kuhesabu moja. Sinaona tuko mwaka 2000 na ngapi? Na 25. Lakini baada ya Yesu kufanyaje? Kuzaliwa. Bwana asifiwe. Swali, ile miaka mingine imeenda wapi? Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukio la msalabani ni zaidi ya namna unavyoweza kulitazama. Kwa hiyo Yesu kama sadaka, jana tukamtazama, na nikakwambia wakati Yesu anatolewa sadaka, maandiko yanatueleza kwamba alitolewa
kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nini? Ya ulimwengu, lakini alifunuliwa. Sisi tulichokiona msalabani ni kufunuliwa kwake, ila alishatolewa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nini? Ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tumetazama hapo, na nilikueleza kwa habari ya sadaka. Leo namalizia kuzungumza hapa kwa ufupi, alafu nikueleza tafsiri ya pili, tupate muda wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Niliishia kwenye kukuelezea maandiko nasema naye alichinjwa. Ukisoma kitabu kile cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 wa 12 utakuta maana hivi, naye alichinjwa akamnunulia Mungu watu wa kila nini? Kabila, wa kila lugha, wa kila jamaa na taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno kuchinjwa maana yake ni kuachanishwa. Kuchinjwa ni kuachanishwa, ni kutenganishwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unapomtafsiri au unapotafsiri mwili wa Kristo, mwili wa Kristo hauitwi mwili, unaitwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapotazama mwili wa Kristo, unautazama kwa sura ya Kristo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipochinjwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Swali nataka nikuulize, unafikiri kwa nini Yesu wakati anakuja duniani hakuwa na mwili? Punga mkono. Hata kama mmoja watu punga mkono mpaka kule nyuma. Bwana asifiwe. Punga tu mkono kama umenielewa hujanielewa. Punga tu mkono. Nipungie hivi. Bwana asifiwe. Nimesema hivi nipungie mkono. Kila mtu anipungie mkono. Naona kuna watu wanataka tuwaache. Nataka kusema hivi. Umewahi kujiuliza kwa nini Yesu wakati anakuja duniani hakuwa na mwili? Yesu hakuwa na mwili. Okay, uko wapi? Kwa sababu ilibidi aingie kwenye tumbo la mwanamke akafanyika mwili. Kitabu kile cha Yohana 1 asema naye neno alifanyika nini? Mwili. Kama alifanyika mwili, basi nikuulize swali, ule mwili aliokuwa nao ulikuwa wapi? Okay, ni mpaka urudi kwenye kitabu cha Mwanzo alafu usome kwa kutafakari ndio utaelewa. Kumbe wakati anachinjwa akatolewa, ndio tafsiri ya kiroho ya neno Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa sababu lile neno mbingu la kwenye kitabu cha Mwanzo 1:1 anaposema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, kwa Kiebrania wanaita Shamayim. Shamayim. Bwana Yesu asifiwe. Na ile neno nchi linaitwa Eret. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima ugawe mwili na kichwa na upate mbingu na nini? Na nchi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu wakati anakuja alikuwa na kichwa, hakuwa na mwili. Akatakiwa kufanyika mwili tena kwa ajili ya kukomboa mwili wake tena, kwa sababu kanisa ni mwili wake. Okay, ngoja taratibu hivi. Huu si ndio mwili wangu? Kanisa si mwili wa Kristo? Sasa alikujaje kukomboa mwili kama alikuwa nao? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake alipochinjwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, lile neno nchi ndio mwili, kwa sababu nchi inamtafsiri Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lazima Adamu mtafsiri kwenye dimension, kwenye nyanja 7. Ukiingia ya 8 unaingia uzao wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Jana nikakwambia hivi, ndio maana tunapotazama kwa habari ya siku za mwisho, siku zinahesabiwa zile siku 7 za nini?